Tafadhali, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kutazama video zetu, bonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe hapo chini ya video hii na kisha itatokea alama ya kengele nayo ibonyeze mara moja na utakuwa umejihakikishia kuwa mwanafamilia wetu na autopito na taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo zina trendi na kumeki headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Moja kati ya top story kwa sasa ambayo inazungumzwa zaidi katika mitandao ya kijamii ni kuhusiana na maamuzi ya TFF lakini pia bodi ya ligi mara baada ya siku ya jana kuweza kusogeza mbele tena mchezo wa namba 184 ambao ulitakiwa kupigwa tarehe 8 ya mwezi wa 3 ambao unaikutanisha klabu ya Young Africa ambaye ni mwenyeji dhidi ya mtani wa jadi klabu ya Simba Sports Club. Sasa tunakumbuka katika mchezo wa kwanza uliahirishwa na sababu iliyotajwa ni kwamba kulikuwa kuna viashiria vya rushwa lakini pia uvunjifu wa amani, lakini pia bodi ya ligi ikaahidi kwamba itakuja na ripoti ambayo itaweza kusomwa na kujulikane sababu kubwa ambayo ilitokea, lakini pia kwa watakaokuwa wamehusika waweze kuadhibiwa. Lakini mambo yalikuwa ndivyo sivyo na tukashuhudia klabu ya Young Africa ikifungua case CAS huku ikidai kwamba inahitaji pointi zake 3 kutokana na sheria inamruhusu TFF pamoja na bodi ya ligi kuweza kufanya hivyo, lakini bodi ya ligi pamoja na TFF havikuweza kufanya hivyo na vikapelekea kuamua kupanga mchezo huo tena tarehe 15 ya mwezi wa 6. Lakini klabu ya Young Africa iliendelea kusisitiza na kusema kwamba hawako tayari kucheza mpaka pale itakapoweza kutolewa ripoti, lakini pia baadhi ya viongozi ikiwemo CEO pamoja na mwenyekiti wa bodi ya ligi waweze kujiuzuru. Lakini siku ya jana tumeshuhudia CEO akiweza kusimamishwa kazi na rais wa TFF, lakini pia mwenyekiti wa bodi ya ligi akiweza kuandika barua ya kujiuzuru, na hii ni moja kati ya vitu ambavyo klabu ya Young Africa ilivishinikiza ili kuweza kucheza mchezo huo wa dabi. Na hatimaye siku ya jana bodi ya ligi ikaweza kutangaza kwamba dabi hiyo itapigwa tarehe 25 mwezi huu wa 6. Lakini pia mara baada ya kutoa taarifa hiyo, klabu ya Young Africa imeonekana kulipokea swala hilo kwa furaha kutokana na kwamba waliweza kuweka bandiko lao au posti kupitia mitandao ya kijamii kwamba mechi hiyo haina kipengele na itapigwa tarehe 25 katika uwanja wa dimba la Benjamin Mkapa majira ya saa 11. Lakini tunakumbuka msimamo wa klabu ya Simba Sport Club walidai kwamba, lakini pia waliandika kupitia peji zao za mitandao ya kijamii kwamba hawataweza kucheza mchezo mwingine wowote kama mchezo huo utaahirishwa kutokana na kwamba wao wamefuata kanuni na taratibu, na mpaka mara ya mwisho wamepewa barua kutoka kwa katibu mkuu kuweza kuruhusiwa kufanya mazoezi ya mwisho katika uwanja wa Benjamin Mkapa ambao ni siku ya tarehe 14 ambapo mchezo huo ulitarajiwa kupigwa siku ya tarehe 15. Hiyo ndo taarifa kubwa kwa sasa ambayo mpaka sasa Simba Sport Club wameisimamia na kudai kwamba wao hawatocheza mchezo mwingine wowote wa dabi kutokana na vile ambavyo wanahisi kwamba hawajafanyiwa haki, hawajatendewa haki kutokana na gharama kubwa ambazo wamezitumia katika maandalizi ya mchezo huo, lakini umekuja kuahirishwa tena kama vile ambavyo uliahirishwa mchezo wa kwanza. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako hapo chini ya comment section, lakini pia nikukumbushe kwa wewe ambaye bado hujajiunga nasi, bonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe hapo chini ya video hii na kisha itatokea alama ya kengele nayo utaibonyeza mara moja na utakuwa umejihakikishia kuwa mwanafamilia wetu na autopito na taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo zina trendi na kumeki headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania.